Habari za muda huu ndugu watazamaji wa kipindi cha Vavaga. Leo hii tupo na wanafunzi wa chuo tukizungumza mada inayohusu biashara, ujuzi na mbinu za utafutaji. Karibuni. Hivi mtafutaji ana sifa gani? Mtafutaji yani mtafutaji achoki. Sikia habari anasema mtafutaji achoki. Hizo ndo sifa zake yo. Tukiongea kuhusu mtu mtafutaji, tunaweza sema yani ni mtu ambaye mwenye mbinu au fikra mbalimbali ambazo anazipanga ambazo zinamsaidia. Anaona kabisa nikifanya hivi basi hizi zitanisaidia kupata kipato kwa ajili ya kuishi. Naweza kusema hivyo kwa upande wangu. Kuna mtu ana mawazo tofauti na nilio mali? Mamna. Hivi kuna tofauti ya mtafutaji na mzururaji? Ipo. Kwa upande wangu naweza ngatoa tofauti kwa ninavyofikiria mimi. Kwa jinsi ninavyoitafsiri, kama nilivyosema mwanzo, mtafutaji ni mtu ambaye ana mikakati. Yaani amepanga atafanya hivi, atafanya hivi. Lakini kwa tafsiri nyingine tunaweza kusema mzururaji ni mtu ambaye yani anatoka lakini anasema nitajua huko. Lakini sina wakazi wengi wa Dar, bandika sufuria. Narudi na mboga. Kwa naweza kusema hivyo kwa upande. Hivi kwa sasa hivi wimbi la utafutaji likoje? Ninazungumzia kijinsia zaidi, yani wake kwa waume. Wimbi la utafutaji likoje kwa kati ya wanawake mabinti na wanaume vijana wa kiume? Ni wapi sasa hivi ndo wamechachamaa biashara? Sijui ukiingia kwenye mitandao unakuta huyu nauza t-shirt, sijui nauza kipodozi, nauza sijui keki, yani au ni kati ya jinsi hizo mbili wimbi la utafutaji lipoje? Wapi wameongezeka? Wapi ni wengi kuliko wengine? Kwa hali ya sasa hivi ilivyo, naona kwa mfano wangu naona kwa sasa hivi wimbi la wanawake ndio linakuwa kwa kasi. Linakuwa kasi. Wingi la wanawake kwa sababu kabla ya hapo tunaweza kusema zama za zamani za nyuma kidogo, wanaume ndio ambao tulikuwa yani ndio ilikuwa ni notion kwa mwanaume ndio mtafutaji. Lakini kwa sasa hivi na wanawake nao wanachachamaa sana. Kuna mawinga yani wanawake. Ukiingia TikTok wanatangaza biashara nyingi, vitenge, sijui vipodozi. Kwa yani wanawake nao wanakuja kwa kasi sana safari hii. Naweza kusema kwa sasa hivi yani naona wote wapo sawa. Kila mtu ni mtafutaji. Kila mtu mtafutaji. Okay. Kwa tofauti ya mtafutaji na mzururaji au mhangaikaji. Maana unatoka kwenye kazi ukaambiwa pole na mahangaiko, wewe ni mzururaji. Sababu mhangaikaji au mtu ambaye anaamka yani kama dili lilipo analala huko yani utakapopatikana dili lolote. Umeona? Huyo ni mhangaikaji. Mtafutaji yeye obvious anatoka nyumbani anajua anachoenda kufanya ni kipi. Kwa sababu mimi natoka hapa kama ni site naingia site, kama ni kwenye biashara naenda kwenye biashara najua anaenda wapi. Lakini pia kwenye swala la jinsia na utafutaji, kimsingi sasa kama kusema wewe ni mwanaume kwa sababu ya majukumu yako ya kuprovide, wewe sio mwanaume tena. Kwa sababu sasa hivi mwanamke anaweza kujitegemea, mwanamke anaweza kaishi kama yani anaanza akajitimizia kila kitu nje ya mwanaume. Yani mambo haya ya matumizi ya vitu nyumba, ni masuala ya kifedha. Sasa hivi wanawake wana uhuru sana wa kifedha. Sababu mwanamke pia anafanya kazi. Zamani kwamba zamani kazi nyingi zilikuwa ni za nguvu, ulime, usukume mizigo, ufanye nini. Ndio kazi na walimi tu kama wanaume walikuwa washiriki sana wa utafutaji kwa mambo hayo. Lakini sasa hivi kuna biashara, kuna hata kama ni kazi za nguvu lakini ni kiwanda, haitumiki nguvu ya mtu, nguvu ya mashine, vitu kama hivyo. Kwa sasa hivi imefanya wanawake wengi kuwa inclusive kwenye utafutaji kiasi kwamba sasa hivi wanawake wanaojishughulisha na utafutaji ongezeko sio namba, ile ongezeko and the increase ni kubwa kwa wanawake kuliko wanaume. Kwani wanawake zamani walikuwa walimi? Mbona umesema eti kulima Zamani kulikuwa hata sasa hivi useme tu zamani wanawake hawalimi. Wanawake wanalima lakini
ukisema kwamba idadi ya watu, tukiangalia idadi ya watu yani wanawake walikuwa wajihusisha na kazi. Zamani watu wanaanza kama mwanamke, wanaume kwanza walikuwa wanajivunia nikitoka kazini. Wanaume sawa zamani. Kama dada una mpenzi wa kijijini, unaweza kawa shahidi. Jamani, mimi nakaa dada mpenzi wa kijijini natoa wapi? Sikudanganyana huko. Nataka shababi. Kwa hiyo utakuta anajua kama kutoka kazini akuta amechemshiwa maji, si akute kaandaliwa. Ni kwanza ndio yani notion ya mwanaume kwamba mwanamke yupo nyumbani kuniandalia mazingira mimi kufanya kazi kwa uhuru, kwa usalama na vitu kama hivyo. Yeye mwanamke akienda shamba labda tukaenda kama kapenda. Unaona? Yani kwa kazi zile ngumu mwanamke afanye, sababu atakiwa baki na watoto, abaki na, lakini kwa sasa hivi kuna vituo vya kulea watoto, kuna daycare, kuna boarding schools, kuna vitu kama hivyo. Kwa mwanamke naye yuko free. Sasa baki nyumbani, bado baki ana scroll tu. Wewe unazungumzia eti atabaki tu ana scroll. Anayepika ni nani, anayedeki ni nani, anayefua ni nani? Mimi nimeenda kazini, labda ninafanya biashara labda Kariakoo kwa mfano. Asubuhi narudi saa 2, nitakuja nyumbani kula. Lazima breakfast najua nitakula kule. Kwa hiyo akiwa nyumbani hali. Kwa mwanamke yeye mwenyewe Watoto hawali. Watoto wako shule. Yeye alikuwa anakufa njaa. Anakuwa hata snacks, yani tu yani mwanamke tu mwisho wa siku. Ndio maana sasa hivi hata wanaume wengi sasa hivi wanaacha, yani anakuwa haoni sababu tena ya kuwa na mke, kwa sababu akiwa na notion ya zamani kama mke ni kwa ajili ya kunisaidia majukumu. Kama kibaki na ile, ataona sasa hivi hamna haja ya kuwa na mwanamume. Kwa sababu yani wote sasa hivi yani utafutaji ni kitu ambacho kimekuwa mbele, gharama za maisha zimeongezeka. Kusema tu atafute mtu mmoja inakuwa haitoshe. Kuna sasa hivi na wanawake unakuta yani unakuta ukienda kama Kariakoo pale kuna mtaa fulani hapa kabla ya Agrey, unakuta wanawake kama nguo za ndani, wanawake hivi. Ukienda sema duka electronics, mabosi wengi wana trust wanawake kulingana na jinsi wanavyoaminika. Kwa unakuta ni wanawake sasa hivi wengi sana. Hadi nimesha kubolt bajaji akaja mwanamke ndo dereva, sikupanda. Wewe unamsikia huyo? Kwa hiyo sasa hivi ni hauna mipaka. Tutafutaje hauna mipaka? Uliota kwa nini ukupanda? Mimi nataka nisikie kwa nini ukupanda. Eti bajaji alikuja mwanamke sikupanda, niliogopa. Uliogopa nini? Yaani kimsingi bado tuna ile, yani mwenyewe ni Mtanzania na ni mtu sawa. Tutasema kwamba watu wana stereotype, lakini pia ni binadamu, pia na stereotype. Inategemea kama mwanamke kuna mazingira fulani nikimkuta nitashtuka. Kwa hiyo nilipomkuta kwenye bajaji sasa nikajua hii kazi ina amesukumwa tu na ugumu, yani sio kwamba yani hana muda nayo. Kwa hiyo kaona utapata ajali. Lakini kijana kumkuta ameweza la 7 akafanya hizo kazi za kuendesha vyombo vya usafiri baada ya miaka 13, 15 akaanza kuendesha boda mpaka umri 28, 30, mwanaume ni safe. Lakini mwanamke kumkuta miaka 30 yuko anafanya Bolt. Kwa nini kuja mlevi na mwanamke ukabajaji hapa imekuja huku kaja huyo dada leo mwagiza hapa kaja mlevi, ungepanda nani? Ungepanda kwa mlevi. Amezidi eti ungepanda kwa mlevi. Okay, sawa. Na mimi pia naingia hapo kwenye wimbi la utafutaji. Of course wimbi la utafutaji sasa hivi sana lipo kwa wanawake. Na ni kwa sababu gani? Kuna kitu ambacho huwa napenda kukizungumza. Unajua sisi wanaume tulikuwa accepted na mfumo. Sio kwamba tuna uwezo, ila ni kwamba mfumo ulitupokea. Kwamba mwanaume anaweza, mwanaume anafanya hivi, mwanaume anafanya hiki. Kitu ambacho kadri muda unavyozidi kwenda kimekuja kuwa tofauti, na tofauti unaongezeka kuwa mkubwa sana. Kwa mfano, sasa hivi dunia yetu ni ya sayansi na teknolojia. Zamani tulikuwa tunaamini kwamba mwanaume ana uwezo wa kufanya kila kitu. Lakini kilichokuja kutokea sasa hivi watu wakubwa wakaona kwamba wanawake wamekuwa wameachwa nyuma sana. Sasa hivi ukiangalia wanawake wanafanyiwa empowerment in terms ya kila kitu. Wanafanyiwa empowerment kwenye skills, wanafanyiwa empowerment kwenye leadership, kwenye kila kitu. Wanaume sisi tulikuwa accepted na mfumo. Hakuna mtu ambaye alikuwa anatufundisha skills, anatufundisha leadership, anatufundisha nini. Kwa hiyo kinachofanyika ni kwamba katika dunia sasa hivi wanawake wana ujuzi mwingi kuliko wanaume. Wanawake wana skills nyingi za leadership kuliko wanaume, kiasi kwamba nafikia stage mwanaume hata ukisema labda ufanye uajiri, ukisema kwamba watu waandike CV, waandike nini, utakuta kwamba wanawake wana skills nyingi kuliko wanaume. Kwa sababu gani? Mwanaume alikuwa tunajua mimi nina uwezo, mimi ni mwanaume. Mfumo ulikuwa umeshampokea. Lakini sasa hivi hatuangalii mifumo, tunaangalia nani anaweza kufanya moja, nani ana skills za biashara.
Mwanamke amehudhuria semina mbalimbali mpaka ikabidi achukue hatua ya kwenda shuleni kusoma. Mwanaume anaamini kwamba mimi naweza nikapata hela. Sasa nikitaka kumwajiri mtu siwezi kusema kwamba kwa sababu anaweza kupata hela naweza nikafanya awe project manager, huyu anaweza kutumia mbinu yote akapata. No. Lazima nitafute mtu ambaye ana skills kwamba nikitaka hela nitaandika proposal, nitatafuta makampuni fulani na fulani, nitaweza kuongea nao, nitaweza kutumia email. Mwanamke anaweza, mwanaume hawezi. So sasa hivi tukija kwenye wimbi la utafutaji, wanawake wako juu sana, lakini pia wako juu sana kwao kwa sababu kuna vitu ambavyo vinawafeva. Vitu gani? Sasa hivi ukiangalia initiative au watu ambao wanawakubali wanawake au ambao wanafanya empowerment kwa wanawake ni nyingi sana kuliko ambao zinafanya empowerment kwa wanaume, kwa sababu sisi wanaume tumeshapokelewa kwenye mfumo, lakini mfumo sasa hivi na sisi umetutupa mkono. Kwa sasa hivi ndio maana sasa hivi mabosi tukasema kwamba ambao wanauza sana ni wanaume, ila waliopo makazini ni wanawake. Migawani pia wanaume wengi unakuta ndio wamiliki wa migahawa, lakini ambao wanauza ni wanawake. Sio kwamba wanaume hatujui kupika au hatujui kufanya mazingira mazuri, tuna uwezo, lakini bado tayari kuna kitu ambacho tunaangalia kwamba huyu ni mwanamke kupika na mwanaume kupika. Yaani hata kama mmesoma wote, lakini bado mwanamke atakuwa trusted sana kwenye ile kazi. So kuna kazi kwanza zinawafeva wanawake, lakini ukiachana kazi kwa feva wanawake, pia katika dunia ya sasa hivi kwenye vitu vingi sana wanawake wanakuwa trusted kwa sababu ni ambao wanapata exposure kubwa sana kuliko hata wanaume. Huoni kazi ambazo zinawafeva wanawake ni kazi zenye ujira mdogo? Mfano kama biashara hizi za mamalishe, mama ntilie. Ile ujira wake uone kama ni mdogo. Okay, sawa. Alafu unasema ndo zinazowafeva. Utasemaje mtu inamfeva wakati biashara yenyewe tu au kazi yenyewe ina malipo kidogo ukilinganisha na labda aseme dereva au kazi zingine hizo. Okay. Sasa hivi ukija ukaangalia wanawake wengi sana wanajiwekeza kwenye ujuzi kuliko wanaume. Mwanamke sasa hivi kwa sababu wanawake wengi wameshakuwa empowered in terms of skills na kila kitu, mwanamke ni rahisi sana kutake risk kuliko mwanaume. Kwa nini unafikiri wanawake wengi wamekuwa empowered? Wanawake wengi wamekuwa empowered kwa sababu cha kwanza nishasema kwamba wanaume tulikuwa accepted na mfumo. So hata kile kitu wanawake pia sasa hivi wengi wamekuja kukijua kwamba okay, mwanaume mwanaume anakuja kwangu kuniomba sex kwa sababu yeye ni engineer. Mimi nina uwezo wa kuwa engineer, nikamwambia sikupi sex kwa sababu mimi pia ni engineer. Kwa hiyo ambacho nakitaka wewe mimi nacho. Mimi nimesoma electrical, wewe umesoma electrical. Mimi nafanya, wewe unafanya. Ukisema sijui kufanya nini kwenye waya, mimi nafanya. Sote tunapigwa wote. Kwa nini unipangie? Kwa hiyo ukiangalia hicho tayari wanawake wengi sasa hivi wameinuka kwenye leadership kila kitu. Lakini naweza mimi nikajiongeza kidogo hapo nikasema kwamba hichi kitu ambacho tunakifanya sasa hivi kwa wanawake, labda tukipiga miaka 7 nyuma, 5 nyuma, hakilikuwepo, lakini sio sana. Kuanzia 2020 hivi ndio haya mambo ya wanawake kusimama kwenye position, kuwa maengineer, kuwa wanafanya vitu vingi wao, ndio vimekuja kuwa sana. Tena nadhani hasa kwa upande wa Afrika. Duniani huko ilikuwepo, lakini sio kama Afrika. Sasa hivi kwa wanawake imekuwa juu sana. Sasa ukiangalia hichi kitu, tukija tukipiga hata miaka 5, 10 mbele tena, tutakuja tukirudi tena kwa wanaume. Kwa nini tukirudi wanaume mnafanya nini? Kwa sababu while women are empowering women, why don't men empower men? Kwa sababu nishasema kwamba sisi wanaume tulikuwa accepted na mfumo. Sasa tumeshastuka sasa hivi. Sasa hivi tunakuja kustuka, lakini hata ambao tumekuja kustuka ni wachache. Ndio maana tumekuja kustuka wachache, kwa sababu mimi hapa nitasema kwamba inabidi nifanye kitu ambacho mimi nilikuwa accepted na mfumo. Sasa hivi huyu hapa yeye ana skills. So inabidi nifanye kitu ambacho kitatoa nje ya comfort zone yangu, kwamba huyu hapa pamoja na skills zake bado mimi nisimame kama mwanaume. So wanawake wengi wanapenda kuwa na financial freedom, hasa wale ambao hawana qualification. Kwa sababu wale wenye qualifications, manake wewe ukienda kazini, ukienda sijui ni mwanajeshi au nani, unaenda huku mwanaume, mwanamke naye pia ana profession yake, anaenda huku. Lakini wengi ambao labda mmoja wapo hana qualification, timizi kama atakuwa afanye namna nyingine, asionekane tu amekaa. Kwa sababu kama hivyo tumezungumzia kwamba unakuta sometimes mtoto sawa, watoto wameenda shuleni boarding, mwanaume kaenda kazini. Timizi nyumbani mnakaa wewe na mwanaume. Halafu mwanaume kaenda kazini, wewe uko nyumbani. Hawezi tu kukaa muda wote umekaa na simu yako. So mwingine anaamua kwamba okay, siku nikitaka kusuka au siku nataka nifanyie surprise mwanangu, sio lazima niwaambie eti baba na shida milioni na shida 200,000, halafu ndio mfanyie surprise. Ndio inaweza katokea tu. Ngoja nimuulize Lani, hivi ni kweli hautakubali kuwa kwenye mahusiano au kuolewa, kufunga ndoa na mtu ambaye mmeingiza kipato sawa?
Yaani mimi huyu anaingiza milioni 3, milioni 3, milioni 2, milioni 2, utaambia mimi sikutaki kwa sababu anaingiza milioni 2 au tuna mshahara sawa? Hapana. Sidhani kama. Kwa hiyo ni hiyo ipo kichwani kwao wenyewe wanaume. Naomba Jackie nao nijibu. Wewe unaweza kuwa kwenye mahusiano na mtu au mwanaume ambaye mnaingiza wote kipato sawa, yaani mshahara wake Onesmo milioni 2 na wewe milioni 2, utakubali kufunga naye ndoa au hapana? Ni sawa, it doesn't have a problem. Ni sawa, sio shida. Kwa wewe hiyo ni shida yako. Mimi mwenyewe pia najibu ni sawa. Hiyo ni wewe mwenyewe, mzee wa kusave. Unasemaje? Mzee wa kuchakaza watu. Mzee wa kuchakaza wanawake. Nataka alomzidi kipato. Wainvesti kwake atapeli. Labda ningeuliza tena kitu kingine. Nafikiri urafiki una mchango gani kwenye mtu kukuza ujuzi? Mfano mimi labda nataka kujifunza, nataka kuwa na ujuzi wa ushonaji au ufundi seremala. Marafiki zangu ambao wananizunguka ambao natumia muda mwingi kwa nao, wana mchango gani kwa mimi kuongeza ujuzi au kufifisha ujuzi? Marafiki ama maisha, hata marafiki ya boyfriend and girlfriend, au hata marafiki tu, mtu na shosti yake, mtu na mshikaji wake. Unafikiri hivyo vitu vina mchango gani kwenye mtu kukuza ujuzi na pia hata kwenye masuala ya utafutaji? Kwangu mimi hapa unaangalia kwanza, yani kuwa rafiki na mtu unaangalia mtu ambaye mnaendana naye, si ndio? Mnaendana tabia. Kwa hiyo ikitokea kwamba mtu ambaye nikimwona huyu, yani urafiki yangu maybe kwa hapa tunapoelekea, maybe sasa labda tuseme hisi mambo yetu tunapenda tu outings, yani tuseme kama sisi hapa na chuo, ukipewa bomu labda tuseme nauli ya kwenda chuo mpaka hostel, ile ilobaki kula, kununua nguo, something like that, yani hivyo hamna kujiendeleza. Kwa hiyo unaangalia na nini, na yani influence ya marafiki zako, sometimes kuna peer pressure. Kwa hiyo unaangalia wale watu ambao wana positive influence kwenye maisha yako. Something like Onesmo, marafiki wana mchango gani kwenye kukuza ujuzi au kwenye utafutaji? Kwanza kabisa, rafiki ni mtu ambaye unaspendi naye muda wako mwingi. Umeona? Kama mnaspendi muda mwingi, obviously kuna vitu ambavyo vingi mnafanya vinavyofanana. Hata kama mlikuwa havifanani, ila mwisho utajikuta either wewe unafanya vitu vyake au yeye anafanya vitu vyako. Umeona? Tuseme kama labda wewe ni daktari, ukawa na rafiki yako ambaye labda ni mjuzi sana wa IT. Yaani obviously ukitoka mwisho wa siku na wewe una ujuzi fulani hivi wa IT. Umeona? Kama wewe ulikuwa ni msanii, ukawa na rafiki yako mfanya biashara, iko more likely wewe tena kufanya nini? Kuwa ukaenda kwenye biashara hivyo, yaani ukavuta upande wake au yeye akavuta upande wako, au mkafanya vyote. Kwa hiyo marafiki, yaani ujuzi kwanza ni transmissible. Ujuzi unaweza ukaambukia. Umeona? Tofauti na kipaji. Yaani ujuzi tukiachana na kipaji, ujuzi ni kitu ambacho kinaweza kikamwambukia mtu. Kama mimi baba yangu alikuwaga mimi mzee wangu alikuwa ni fundi seremala mpaka amezeeka akiwa ni mtu wa furniture na vitu kama hivyo. Yeye hakuwaga na hiyo kitu. Yeye mawazo yake anataka afanye mambo ya usalama. Lakini alipokuwa ameanza primary, kipindi anasoma ni wakubwa, akawa na kaka yake jirani ambaye rafiki yake ambaye alikuwa anafanya ni mtu wa carpenter. Sasa vile anamtembelea, mnapiga story, huko anafanya nini? Maana nishikie hapa mbao nikate, sio nifanyie hivi. Mwisho wa siku mzee akajikuta amefanyaje? Amekuwa attracted na kile kitu. Na mwisho wa siku akajikuta amekuwa independent na wazazi, bado ni kijana mdogo, ashakuwa na hela, amejenga, amefanya nini. Yaani kwa marafiki moja kwa moja wana influence sana nini hivyo vitu. Hata mwenyewe pia kipindi nakuja Dar, nilikabidhiwa kuna bibi fulani hivi ambaye kama mentor fulani hivi. Bibi? Unaona? Sababu yaani alikuwa anafahamiana na mtu ambaye amenisomesha huko nyuma na nini. Sababu kuna kijana wangu anakuja Dar, utakuwa unafanya unamwangalia. Sasa yule mama nikakuta anafanya biashara za electronics. Umeona? At first nilikuwa napanga nifanye biashara ya vyakula, nafaka. Na sasa mimi nyumbani ni Mwanza, nilikuwa nafanya biashara za dagaa nini. Lakini kujuana na yule mtu mpaka sasa hivi nafanya biashara ya electronics kupitia yule pale. Kwa yani kuna namna fulani nilikuwa na rafiki, utaona yani utakuwa na comparison. Anachokifanya mimi, nani ambaye anaendelea. Kwa utajikuta moja kwa moja umefanyaje? Yani utabadilika tu. Lakini pia huwezi ukawa idle kama una rafiki ambaye yuko busy.
Umeona? Wewe unapiga story, mimi niko na kumshangu napiga kizigo. Utajishtukia pia utakuta mwisho wa siku umefanya nini? Na wewe ukai kiasara ya. Kwa hiyo marafiki yani wana influence kubwa sana kwenye vitu kama hivi. Kuna huu msemo mara nyingi uko unatumika kama mtaani kwamba what are you bringing to the table? Wanaume mko mnautumia sana. Wewe si na sasa mimi ni nini nzuri si what are you bringing to the table? What are you bringing to the table wakati wewe ndio umeleta kwenye hiyo meza. Wakati wewe if you don't meza wewe umeweka meza yako hapo unani wewe umeweka nini mezani? Hicho ulichokeka ndio nataka hicho. Equality tofauti ni kwamba pamoja na kwamba sisi tulikuwa accepted na mfumo na hao wako sasa hivi accepted na skills. Lazima kila mtu ajue kwamba kuna namna ya kujifanya tofauti na mwingine sasa. Kwamba sasa fresh. Sasa hivi sisi wote ni maengineer. Lakini kitu gani kingine ambacho wewe unacho kama engineer? Fresh wote sasa hivi ni walimu. Lakini je, kitu gani kingine ambacho unacho kama mwalimu? Kwa sababu mimi ni engineer na wewe ni engineer. Mimi ni mwalimu na wewe ni mwalimu. Wote tunalipwa 700,000 sawa kutoka serikalini tukifundisha. Lakini kuna mwalimu mwingine ambaye anafundisha shuleni kwake, lakini kwa sababu yeye amejiongeza, kuna shule ya jirani pia anaambia hivi, sisi tunaomba utusaidie hawa wanafunzi wetu hawa, utufundishe ile unasoma wewe unafundisha, utusaidie ukafundisha kwa muda wa weekend, tutakuwa tunakupa shilingi 500,000. So ukiangalia hasa hapo hakuna tena kwamba mwanaume au mwanamke. Hata kama ni mwanamke, lakini yeye kuna muda mwingine ambao skills ambazo anazo afu wewe hauna, ana sell skills, anapata hela. So wote mna degree, wote mlivaa joho, lakini yeye ana sell skills ambazo wewe hauna. So hiyo pia ni mbinu ya utafutaji ambayo kuna mwanaume au kuna mtu mwingine anaweza asiwe nayo, hata kama na jinsia fulani anaweza asiwe nayo. Lakini kwa sababu tu wote mna qualification fulani, halafu wewe ukajiongeza kwamba okay, pamoja na hizo qualification, pamoja na kwamba mimi nipo kwenye mfumo, ngoja nifanye 1, 2, 3 ili kwamba niweze kuwa na namna mbalimbali ambazo zinaweza kaniingizia kipato. Sio tu unategemea tu kwamba mimi nina kazi. Mimi nachoma mahindi. Kwa mfano pale barabarani Ubungo, sasa hivi barabara wameweka lami pale. Nilikuta jana usiku huwa anakaa pembeni ya barabara pale. Kwa sababu anaweka lami walitolewa, wakawa wamekaa sehemu nyingine pale. Sasa kwa mtu ambaye tunashumu kwamba alikuwa anategemea kwamba mimi eneo langu lazima mteja wangu akija nikute hapa, it means kwamba siku ambayo atatolewa pale hatauza, hatapata wateja. Siku ambayo contract itavunjika, maana yake hatakuwa na mizi ya kuingiza hela. Sasa hapo hamna tena jinsia hapo. Hapo ni kwamba wewe una nini kichwani, sio unacho bring kwenye table. Una kitu gani kingine huku juu? Nacho kitu fulani. Siku ikitokea kwamba contract hamna, siku imetokea kwamba kuna mafuriko yametokea, siku imetokea kuna kitu fulani, unaweza kufanya kitu kingine. Kwa kumalizia, mimi nataka nimsikie Lenia. Urafiki, unajua sisi tuna mashosti wengi. Unaweza kama mtu na group mpaka la WhatsApp la kuchat tu na mashoga zako. Una mchango gani kwenye ujuzi na maarifa? Hasa na pia na mbinu za utafutaji. Kwenye marafiki yani marafiki mostly kwa wasichana. Kwa wasichana sisi hapa, yani kwa sisi hapa girls mostly, ila inategemeana na wewe level yako ya kujitambua na determination yako kwamba unataka kitu gani. Lakini unaweza ukajikuta mwenyewe upo kwenye ile group la marafiki ambao you do nothing yani. You waste time for nothing. Lakini pia ukawa na group la marafiki ambao ndio wao, kwa mfano labda vile opportunities zipo, kuna kitu fulani unaweza ukafanya hivyo, mnashtuana kwenye vitu kama hivyo. So kwa sababu ukiwa na marafiki, maana yake it means that will bring that connection. Kwa sababu na information, kwa sababu sio kila kitu ambacho kinatoka sehemu wewe utakuwa unakijua. Kwa hiyo ile kuwa close na watu kunakupa wewe connection, labda kuna kitu fulani you can do this. Kwa mfano kama sisi kuja hapa sio kwa sababu yani, ni kwa sababu yani ni urafiki. Okay. Asante. Kidogo. Kwenye swala zima la utafutaji kwa sasa hivi ni kama dunia yani haikulipi kwa quantity ya kazi au effort tunazoziwekeza, ila inakulipa kwa value ulionayo. Umeona? Yani utakuta unalipwa kwa kiasi gani ambacho unakijua, yani how much you know, not how much you do. Mfano ukaangalia kama mwanasiasa. Sasa tunasema kama katika nchi yoyote ndo the most valuable. So ukiangalia katika levels za power utakuta mwanasiasa ndo power ya juu.
Lakini mwanasiasa kazi anayoifanya mwenyewe kuuza, wewe kazi ya mbunge ni nini? Huijui. Lakini kazi ya bodaboda inaonekana. Bodaboda anaamka asubuhi, anachomeka juani, anafanya nini? Yani ana efforts nyingi, ana invest sana kwenye kazi yake, lakini bado dunia haimlipi kwa kiwango cha kazi anayofanya. Kwa hiyo kama vijana tungeweza kuangalia namna, sio tu vijana, mtu ambaye anataka kubadilisha maisha yake, kushughulika, ange invest sana kwenye nini? Kwenye value, kuongeza value, umeona? Yaani hakikisha unaongeza value, kwa sababu ukiona kazi yako unatumia kazi kubwa, yani kazi yako unatumia nguvu nyingi, ujue itakulipa tu kidogo, kwa sababu system ya dunia haikulipi kwa kiwango cha nini, cha efforts unazowekeza. Physical na nili unayobana. Yaani hata kwenda kwenye kazi utakuta boss tu yetu mnifika pale, yani tu angalia kimsho siku yeye ni boss. Eti angalia wewe. Lakini nyendo mnashughulika, yani nyendo, yani katika ndo watendaji kazi. Lakini mwisho wa siku yeye ni manager, atalipwa labda kama na director atamlipa yeye kubwa kuliko nyewe wafanyakazi. Wewe ni mfanyakazi, thamani yako. Wewe kama ni kusoma, kama ni biashara, kisha unataka kufanya biashara, unawekeza nguvu kwenye kustudy zile biashara. Kama ni kazi, kisha una invest muda mwingi kwenye kusoma nini ile kazi, yani kuongeza ujuzi. Uongeze ujuzi, yani thamani ndio nao itakao kulipa ni thamani. Kama watu kama kinazeni namfahamu Miles Monroe, kama nasoma vitabu. Kina Dr. Miles, watu ambao hawaga yani hata hafanyi kazi, yani kumuuliza kazi ya Miles ni nini ama anayejua, watu wanaandika tu kitabu, amepigiwa simu kwenda kumshauri rais gani, yani anaongea tu, lakini anayopata anaongea kwa sababu ni mtu ambaye alikuwa ana value kubwa, yani umeona. Lakini watu hao wengine wanapambana sana, unapambana yani unalala unaendesha lori Iringa mpaka sio wapi huko nchi ya mbali, afu kwa mwezi laki zako 3, na yani ulalamishi kwa sababu ndo thamani yako, umeona. So you have to add value ili tuweze kufanya kuwa na kipato kizuri. Kwa hapo tuongeze kwenye ujuzi ili thamani ongezeke. Ndio thamani yako na hiyo ni kwa mimi na ke. Yani kwa wote, kama wewe yani katika kisomo na kifanya chochote, kama wewe ni mwanamke unataka kuwa labda photographer kama brother pale, hakikisha yani ukishika kamera ama kitu kinakuchenga, yani wewe kamera yani nje tu ya kupiga picha unaweza hata kutengeneza. So kama tu hapo huko hapo tunamtegemea hapa, kamera imetokea bahati mbaya imedondoka, lens imedondoka tu, msubiri akimbie, si makumbusho kwa fundi. Lakini kama ungekuwa ushajiongeza mwenyewe ujuzi, imedondoka na fix chap, yani ukiwa na ujuzi thamani yako inakuwa, yani hata kwenye market utakuwa outstanding. Asanteni sana ndugu watazamaji wa Vavagaa. Leo tulikuwa na wanafunzi kutoka vyuoni na tulikuwa tunazungumzia mada inayosema biashara, ujuzi na mbinu za utafutaji. Msiache kutufuatilia katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii, tunatumia Vavagaa Soma, na YouTube channel yetu ni Vavagaa Soma. Asanteni sana. Kwaheri.